Tanzania imeandika historia kwa mara ya kwanza kutengeneza kadi alama itakayopima viashiria mbalimbali vya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto MAM. Mchakato huo uliochukua takribani miaka 4, hatimaye mafunzo ya kutumia kadi alama hiyo yamefanyika mkoani Morogoro kuanzia tarehe 2 hadi 6 ya mwezi Disemba 2025. Katika uzinduzi wa mafunzo hayo, naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Amon Mpanju akatoa maagizo kwa washiriki wa mafunzo. Mnaohudhuria mafunzo haya, baada ya haya mafunzo mkayafanyie kazi. Hakikisheni hizi scorecard jumuishi zinafanya kazi kikamilifu kwenye maeneo yenu. Hakikisheni wote wanaohusika kukusanya takwimu wanakusanya takwimu sahihi, wanazifanyia uchambuzi na kuzijumuisha, kwa sababu zinaenda kuinform hatua zitakazochukuliwa na mamlaka kwenye maeneo yenu mpaka ngazi ya taifa. Kadi alama au ECD scorecard ni hatua kubwa iliyochagizwa na TechDen kwa kuzingatia mahitaji ya Watanzania. Na nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi, scorecard hii imetengenezwa na Watanzania kwa kuzingatia mahitaji ya Watanzania. Hivyo basi, na kuomba kupitia wizara yako ambayo inaratibu utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kuhamasisha na kusisitiza matumizi sahihi ya taarifa katika ngazi mbalimbali. Washiriki wote mlioko mahali hapa, ni wito wetu kuona kwamba tunatembea kwa pamoja ili kufanikisha ile nia ya dhati tuliyokuwa nayo kama wana MAM nchini. Tukazitumie taarifa hizi kwa maslahi ya watoto, ili basi sote kwa pamoja siku moja tujivunie ni miongoni mwa waasisi wa scorecard ya MAM nchini Tanzania, ambayo haijawahi kutokea toka kuumbwa kwa Tanzania. Wakili Mpanju pia akazielekeza halmashauri nchini kutenga bajeti za kutosha katika afua za MAM. Nendeni mkawashirikishe wakurugenzi na viongozi wa halmashauri watenge rasilimali za kutosha kwa swala la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto kwenye halmashauri zetu. Fedha ziko huko. Kila halmashauri itenge fedha za kutosha, lakini mratibu fedha kutoka kwa wadau wote niliowataja. Wadau wa maendeleo, mashirika sio kwa serikali na wadau wengine, ili kwa pamoja juhudi zetu zisaidie kuifanya hii scorecard jumuishi iwe na tija na itusaidie kupata takwimu sahihi na taarifa kuhusiana na ustawi wa watoto hapa nchini. Washiriki zaidi ya 200 wakiwakilisha afua za lishe, afya, elimu, ustawi wa jamii, mikoa na halmashauri zote 184 nchini, na waratibu wa mama na mtoto wamepatiwa mafunzo yakiwemo yale ya wakufunzi wa uwezeshaji TOT. Lakini unaweza kujiuliza, kadi alama ya MAM inafanyaje kazi? Katika siku ya kwanza ya mafunzo, mtafiti mkuu kutoka Taasisi ya Afya Ifakara, Dr. Esther Elsaria alipata nafasi ya kufafanua. Kadi alama ni kitu kinachokuonyesha matokeo kwa kutumia rangi. Kwa mfano, unavyokuwa unaenda barabarani, kuna rangi nyekundu zile za trafiki zile, kuna nyekundu, kuna ile ya kijani na kuna ile ya katikati ya manjano, au unasema kidogo kama orange au manjano. Kwa hiyo kwenye mambo ya afya au kwenye masuala ya makuzi, malezi na maendeleo ya mtoto, tunaangalia kwamba kuna vipengele vya kuangalia. Kwa mfano, kwenye lishe au kwenye afya au kwenye masuala ya uchechemuzi, ule ujifunzaji wa awali wa mtoto, kwenye masuala ya malezi yenye mwitikio, kuna viashiria tunavitumia. Kwa hiyo kikiashiria kikiwa kwenye chekundu, tunasema kwamba hicho kiashiria hakifanyi vizuri. Kiashiria kikiwa kwenye kijani, maana yake kinafanya vizuri. Kikiwa kwenye ile hali ya njano, kinafanya vizuri lakini sio sana. Dr. Esther anasema kadi alama hii ni jumuishi. Kwa sasa hivi kadi alama inatuvuta sisi wadau wote au sekta zote ambazo tunashirikiana na masuala ya mtoto kukaa pamoja, kujadiliana na kuona ni wapi tunakwenda sawa sawa, ni wapi hatuendi sawa sawa. Lakini pia inatupa nguvu ya uwajibikaji, kwa sababu unapojua kwamba, kwa mfano, inawezekana mwalimu anafundisha darasani, mwanafunzi hafanyi vizuri. Je, inawezekana swala sio ufundishaji, ni shida ya afya. Inawezekana sio swala la kujifunza, ni swala la lishe, hana lishe ya kutosha. Kwa hiyo inatusaidia kumwangalia mtoto zaidi
ya ile sekta husika na kujadiliana na kutatua mambo ambayo yako nje ya ile sekta ambayo inahusika. Kwa hiyo uwajibikaji utaongezeka. Wadau wanao nafasi kubwa katika kuchagiza matokeo chanya ya kadi alama ya MAM. Wadau wote nchini wanayo nafasi kubwa sana kuchangia kwenye utekelezaji wa scorecard hii, na hapa tunazungumzia mashirika yote yasiyokuwa ya kiserikali yanayofanya kazi nchini. Wana nafasi kubwa kuchangia kwenye utekelezaji wake, kwa sababu viashiria vilivyopo ndani ya scorecard hii havibagui na vipo katika maeneo yote, kwa maana ya afya, lishe, huduma za ustawi wa jamii, lakini pia elimu pamoja na ulinzi na usalama wa mtoto. Siku ya pili ya mafunzo tulipata nafasi ya kuzungumza na mshiriki mmoja kutoka Arusha, kisha kupata matarajio ya serikali kwa kuzungumza na mkurugenzi wa TEHAMA kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Michael Nyehinga. Kama mkoa tumekuwa tukifanya vikao vya uratibu, tumekuwa tukipokea taarifa za utekelezaji kutoka ngazi ya halmashauri, lakini kuna kitu tulikuwa tunakimisi, na nafikiri ndio hichi ambacho leo sasa tumekuja kukipata hapa, kwamba hii kadi alama, hii scorecard itakwenda kutuonesha performance ya kila halmashauri kwenye kila indicator. Scorecard hii sisi kama wizara inayo faida nyingi sana. Faida hizo mojawapo, kwanza itatusaidia katika kufanya maamuzi. Kwa nini kufanya maamuzi? Ni kwa sababu wakati wa kufanya maamuzi tunahitaji data. Ukiwa na data sahihi itakupa mwelekeo sahihi wa kufanya maamuzi, wapi upeleke resources zipi na wapi upeleke huduma zipi. Lakini vile vile inatusaidia kufanya ufuatiliaji. Kwa kutumia scorecard hii, maana yake tutaweza kuangalia ni wapi ambapo utendaji kazi unaregea, ni wapi ambapo utendaji kazi uko vizuri, na hivyo kuona ni nini ambacho kimepelekea huko ambako hapafanye vizuri, ili tuweze kuimarisha kwa ajili ya penye ya kufanya vizuri, na kula ambako panafanya vizuri ni vitu gani ambavyo vimefanyika vizuri, viwe kama sehemu ya uzoefu wa kujifunza, lakini pia kuendelea kuvisimamia kikamilifu ili paendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini bado mfumo huu unaturahisishia katika utendaji kazi. Tunafahamu kwamba unapokuwa unafanya kazi manyo bila mfumo, upatikanaji wa taarifa ni kazi sana. Lakini pia nje pia upatikanaji wa taarifa sahihi na yenyewe ni shughuli ambazo ni changamoto. Kwa hiyo uwepo wa mfumo maana yake utatuwezesha kupata taarifa sahihi kwa wakati na eneo lolote, lakini pia inapunguza gharama za uendeshaji. Baada ya mafunzo katika siku ya 4 pia tulizungumza na mdau mshiriki wa mafunzo hayo kutoka Braki Maendeleo. Tumekuwa tukifanya program za ECD kwa muda mrefu, lakini kuna baadhi ya maeneo tulikuwa unakosa taarifa za kutosha. Kwa hivyo kuwepo kwa hii ECD scorecard itakwenda sasa kutuinform zaidi, haswa ni maeneo gani ambako panahitajika nguvu zaidi, ni maeneo gani ambao tunatakiwa sisi kama wadau tuweze kuweka nguvu, kuinvest zaidi. Siku ya 5 ya mafunzo tukapata mitizamo mbalimbali kutoka kwa washiriki. ECD scorecard ni kadi alama ambayo kimsingi inakwenda kutuongezea sisi maafisa ustawi wa jamii namna ya kushughulika na masuala ya makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto. Inakuja kutuleta pamoja wadau mbalimbali, kwa maana kwamba idara ya elimu, idara ya afya, maafisa ustawi wa jamii na watu wengine wote pamoja katika kuhakikisha kwamba malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto yanakwenda kusimama vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo hii scorecard kikubwa zaidi ambacho tutanufaika nacho ni kuangalia kwa kiwango gani tumeweza kufanikiwa kwanza, na ni wapi pana changamoto ili tuweze kuzirekebisha. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu niseme kwamba tuna rangi kama 3 ambazo zipo. Kwa hiyo takwimu zitakapokuwa zinaingizwa kupitia sekta ya afya au elimu na sekta zingine, zitakuwa zinajumuishwa, zinavutwa kutoka katika mifumo yote hii, tutaweza kuziona kwenye sehemu ambayo ni moja. Kama ambavyo unajua kwamba tunatekeleza programu hii jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambayo inagusa katika maeneo 5. Kwa hiyo tunapokaa katika vikao vyetu vya uratibu,
Scorecard hii ni tool muhimu sana kuweza kujua na kuweza kujitathmini ni wapi tulipo, lakini mwelekeo ni wapi tunataka kwenda na nini tufanye ili tufike kule tunakotaka kwenda. Kwanza tushukuru wizara kwa kuandaa mafunzo haya kwa kushirikiana na mdau ambaye ni TechDen. Sisi kama maafisa ambao tunatekeleza afua katika maeneo haya tumefurahi kwa hii kadi alama kuja, kwa sababu tumekuwa na kadi alama katika maeneo mengine ambayo sasa itatusaidia na katika eneo hili la malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kujipima vizuri, kuweka malengo mazuri ambayo yanaendana na changamoto halisi tulizonazo kwenye maeneo yetu, na mwisho wa siku kuweza sasa kuwawezesha watoto wetu kukua na kufikia utimilifu katika maeneo yote yale matano ya ukuaji wa mtoto. Michael Nyahinga anahitimisha makala hii kwa kutoa shukrani kwa wadau wote waliofanikisha kukamilika kwa ECD Scorecard. Kama wizara tunashukuru sana wadau wetu ambao tumeweza kushirikiana nao, TechDen, wenzetu wa taasisi ya afya ya Ifakara, UDSM ambao tumeshirikiana katika kutengeneza, lakini na wizara zingine za kisekta ambazo kwa pamoja tumeshirikiana kupata mawazo ya pamoja katika vile viashiria vya upimaji ambavyo vitaenda kutumika, lakini kupata hizo rasilimali fedha na namna yote ambavyo kwa kweli wameweza kushirikiana.